Vilio na simanzi vimetawala mkoani Iringa baada ya mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James akiongoza mamia ya kumwaga askari aliyefariki akiwa kazini. Amesema amekufa kishujaa akilitumikia taifa. Mamia ya wananchi hao wakiongozwa na mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James wamejitokeza kuaga mwili wa marehemu Dorothea Matinde, askari wa usalama barabarani aliyefariki dunia Septemba 12 mwaka 2025 baada ya kupata ajali akiwa kazini katika kizuizi cha magari cha Kisesa Kilolo. Ibada ya kuaga mwili huo imehudhuriwa na viongozi wa serikali, jeshi la polisi, ndugu jamaa na marafiki, ambapo simanzi na majonzi vilitawala kwa ukarimu na uchapakazi wake enzi za uhai wake marehemu Dorothea. Akizungumza katika ibada hiyo, Mheshimiwa Harry amewapa pole familia ya marehemu na jeshi la polisi kwa msiba huu mkubwa uliowakumba, akisisitiza kuwa Dorothea amekufa kishujaa akitekeleza majukumu yake ya kulitumikia taifa lake pendwa la Tanzania. Tumempoteza askari shupavu aliyekuwa mstari wa mbele kulinda usalama barabarani. Amefariki kishujaa, waliobaki tujitahidi kuishi maisha mema yenye kumpendeza Mungu. Mwisho wa kumnukuu. Hayo ni maneno ya mkuu wa mkoa wa Iringa. Mwili wa marehemu Dorothea Matinde umesafirishwa kuelekea mkoani Pwani kwa ajili ya mazishi moja kwa moja. Na hapa nimekuletea video fupi ambayo ikionyesha mamia ya waombolezaji, lakini pia namna ambavyo mwili huo umeagwa pale mkoani Iringa. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Tunatoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki wote kufuatia tukio hili kubwa ambalo limetokea pale Iringa. Katika kubeba mwili huu na kupeleka kwenye chombo cha usafiri. Safari umeimaliza salama, Bwana amepaa. Marehemu alijiunga na mafunzo ya polisi katika shule ya polisi Moshi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2013 na kuhitimu mafunzo ya awali tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2014 na kupangiwa kufanya kazi polisi mkoa wa Iringa. Mwaka huu 2025 ex-WP Dorothea Matinde John akiwa kazini na askari wenzake maeneo ya kizuizi cha magari Kisesa Kilolo alipata ajali ya kugongwa na gari alfajiri ya tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 2025 ambapo alipatwa na jeraha kichwani lililopelekea kifo chake papo hapo. Kwanza nianze na kuwashukuru kwa kuhudhuria hapa, kwa sababu bila umoja huu basi na maana Mwenyezi Mungu hawezi kuona kama sisi tuko chini yake. Lakini niwape salamu za mkuu wa jeshi la polisi Afrikani Msomboso Wambura, ambaye ndio mkuu wetu katika jeshi la polisi. Anawashukuru sana, lakini pia anatoa pole nyingi kwa familia, upande wa baba na mama. Anatoa pole nyingi kwa mfiwa Junior, lakini pia anatoa pole kwetu sisi wananchi wa Iringa
ambao msiba huu umetukuta na jamii yote ya Tanzania ambao msiba huu unawagusa. Msiba huu umekuwa ni msiba ambao umetushtua sana. Kwa niaba ya wananchi, viongozi na watumishi, lakini pekee kwa niaba ya kamati ya usalama ya mkoa wetu wa Iringa na familia ya usalama ya mkoa mzima, nitoe pole sana kwa kamanda IGP na kamanda RPC kwa kuondokewa na askari huyu ambaye amekuwa ni miongoni mwa familia yetu ya usalama. Lakini pia kwa wananchi wa mkoa wetu wa Iringa ambao wamekuwa ni wanufaika wakubwa wa kazi kubwa na nzuri inayofanywa na jeshi la polisi katika mkoa wetu wa Iringa, tunaomba tuwape pole askari wote na maafisa kwa msiba huu mkubwa sana. Ujumbe wangu mkubwa ambao ningetamani kuufikisha kwa wananchi, watumishi na viongozi wenzangu wa mkoa wa Iringa, leo tunapomsindikiza mwenzetu ambaye amekufa kutimiza majukumu yake ya msingi ya kuwahudumia na kuwatumikia wananchi wenzetu, kwangu mimi namuona ndugu yetu amekufa akiwa ni shujaa. Maana amekufa akikilinda kiapo chake cha kuwatumikia na kuwahudumia Watanzania. Lakini jambo la pili, kifo chake kinagonga kengele ya kutukumbusha kwamba kwa wakati ambao Mungu ameupanga na katika mazingira ambayo Mungu ametupangia, kila mmoja wetu ataondoka. Ujumbe mkubwa wa kubeba ni kwamba dunia inaweza ikatutofautisha kwa vitu vingi sana, lakini kifo ndio kitu pekee kinachotulinganisha. Mbele ya kifo hakuna madaraka, hakuna mamlaka, hakuna pesa, hakuna umaarufu. Wote tunaweza tukawa tumetofautiana madaraja kwa aina yetu ya maisha, lakini kifo peke yake kinatulinganisha.